ili tuweze kuingia mwezi wa kwanza tukiwa na vitu, tukiwa tumejazwa, lazima tuhakikishe tunashughulika na nguvu inayozuia kwenda mbele. Leo nina maombi, nina muda mchache fulani tunaenda kuomba. Amen. Mwezi wa 12. Amina. Nisikilize. Amen. Mungu aliniambia. Amina. Malango ya mwezi wa kwanza. Amen. Hayafunguki mwezi wa kwanza. Amina. Malango ya mwaka mpya. Amen. Huwa yanafunguka mwezi wa 12. Amen. Malango ya mwaka mpya huwa yanafunguka mwishoni mwa mwaka. Amina. Sio mwanzoni mwa mwaka. Amen. Yaani ni kama unasubiri kumekucha alafu ndo naanza kuandaa siku yako. Siku haiandaliwi wakati imeshakuwa siku. Siku inaandaliwa kabla hapajawa siku. Amina. Kwa manake mwaka mpya tunauandaa kabla tujaingia mwaka mpya. Amen. Mwaka mpya tunauandaa wakati tunaelekea mwishoni mwa mwaka mwingine. Amina. Na tuko wote hapa. Amen. Kwa leo kazi moja nilionayo. Amina. Tutaenda kupigana na nguvu moja tu kwenye ulimwengu wa roho. Amen. Nguvu isiyotaka usonge mbele. Kila mmoja kwenye maisha haya, chochote anachokifanya, lolote analolifanya, anatamani kuona anaendelea mbele. Amina. Siamini kwamba kuna mtu anafanya kitu ili aishie pale anapofanyia. Amen. Siamini kama kuna mtu anaanzisha biashara na mtaji wa 30,000 na mtaji wa milioni 1 alafu anatarajia kuishia pale pale. Siamini kama kuna mtu anafanya vitu alafu anatamani kuona vile vitu vinaishia pale pale. Tukiwa wa kweli, kila mmoja anatamani kuona kwenye maisha yake kwa namna moja ama nyingine anasonga mbele. Amen. Tuko pamoja? Amina. Kwa namna moja ama nyingine anasonga mbele. Na kama unatamani kusonga mbele kwenye haya maisha na ukaona unajaribu kwenda mbele lakini hauendi, ina maana kuna nguvu inakuzuia usiende mbele. Na hiyo nguvu ilimzuia baba yako, ilimzuia mama yako, ilizuia ndugu zako. Ndio nguvu hiyo hiyo inajaribu kukuzuia na wewe. Lakini ashukuriwe Mungu, wewe unaye Yesu. Amen. Amina. Na huyo Yesu atakupambania. Amina. Utavuka katika jina la Yesu. Amen. Hiyo nguvu inaweza ikapambana na wewe hata usivuke mwaka. Hiyo nguvu inaweza ikapambana na wewe ukaingia mwezi wa kwanza ukiwa mtupu. Na ukashangilia nimeingia mwaka mpya, lakini mwaka mpya ulioingia wachawi na washirikina wanakuona wewe ni kama kopo, wanakucheka. Kwa sababu wanaona pamoja na umeingia mwaka mpya, hakuna kitu kipya ulicho nacho. Kwa ili tuweze kuingia mwezi wa kwanza tukiwa na vitu, tukiwa tumejazwa, lazima tuhakikishe tunashughulika na nguvu inayozuia kwenda mbele. Nani anatamani kwenda mbele kwenye maisha? Amen. Kiuchumi. Kuna watu hapa mliwahi kukamata hela hadi milioni 20, hadi milioni 10, hadi milioni 5, milioni 2. Lakini tukiongeza milioni 2 zilienda wapi, zilifanya nini? Hauna majibu. Manake ni kwamba ulienda mbele, ulijaribu kwenda mbele lakini ukarudishwa wapi? Nyuma. Iko nguvu ilikuzuia. Amina. Usiendelee mbele. Amen. Haleluya. Amen. Na viko vitu kadha wa kadha vinavyosababisha watu wasiende mbele. Amina. Nitaenda kufundisha vichache alafu tuingie maombi. Amen. Fungua Wafalme wa kwanza sura ya 13. Nitakupa visa vichache vinavyopambana usisonge mbele. Usipige hatua. Wanasema umri unaenda lakini maisha hayafanyije? Maisha hayaendi. Umri umegoma kusimama lakini maisha yamepambana kusimama. Sio wewe. Iko nguvu inayopambana na wewe. Usiendelee mbele. Usisonge mbele. Na hiyo nguvu tutaenda kuomba kwa pamoja. Na itaenda kuvunjika katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Amina. Sema amina kama tunaelewana. Amen. Andika Wafalme wa kwanza sura ya 13. Nitakusomea kuanzia mstari wa kwanza. Kila mmoja kwenye maisha haya anataka kusonga mbele. Kila mmoja. Iwe ni kwenye uchumi, ni kwenye ndoa. Toka mwaka unaanza unatamani hata uongezepo kakiti, uongezepo sofa. Kama ulikuwa una TV inchi 32, si inchi 44, unatamani uongeze. Yaani kuwepo na kuongezeka. Kuwepo angalau na kusonga mbele, sio pale pale miaka yote. Na Mungu ataenda kutusaidia. Hiyo nguvu itaenda kuanguka katika jina la Yesu. Unafanya biashara, unatamani uone ukisonga mbele. Wafalme wa kwanza sura ya 13. Anasema, natazama akatoka mtu wa Mungu katika Yuda kwa neno la Bwana. Akafika Betheli. Naye Yeroboamu alikuwa akisimama penye madhabahu afukize uvumba.
Basi mtu huyo akapiga kelele juu ya madhabahu kwa neno la Bwana akasema, madhabahu, madhabahu, Bwana asema hivi, angalia, mtoto atazaliwa katika nyumba ya Daudi, jina lake Yosia, na juu yako atawachinja makuhani wa mahali pa juu, wanaofukiza uvumba juu yako, na mifupa ya watu itateketezwa juu yako. Akatoa ishara siku ile ile akasema, hii ndiyo ishara aliyonena Bwana, tazama, madhabahu itapasuka na majivu yaliyo juu yake yatamwagika. Ikawa mfalme Yeroboamu alipoyasikia maneno ya yule mtu wa Mungu, alipopiga kelele juu ya madhabahu huko Betheli, alinyoosha mkono wake pale madhabahuni akasema, mkamateni. Basi ule mkono wake aliounyoosha ukakauka, wala hakuweza kurudisha kwake tena. Mwambie mtu mmoja, ni hatari kuwanyoshea watu waliotumwa na Mungu vidole. Mwambie tena, mwambie, ni hatari kuwanyoshea watu waliotumwa na Mungu vidole. Ni hatari sana. Nikiongea hivi unaweza ukasema ni wakosaji, kwani nao si wanadamu? Ukikosea, kwani tukiongea kuna shida gani? Nisikilize, kama ni wakosaji, Mungu anaitwa ni Alfa na Omega, si ndio? Ni mwanzo na mwisho. Mungu anafahamu mwanzo wa mtu, anafahamu na mwisho wa mtu. Kitu kimoja nataka niwasaidie na hii ugonjwa wanao warokole wengi wa kuwasema watumishi, kwa nyoshea mikono. Sio somo langu, ila nataka nikusaidie kidogo hapa. Kwa sema kwa nyoshea mikono na kwa nyoshea vidole. Nisikilize, aliyewaajiri kazi alijua watakuja kukosea. Amina. Aliyewaajiri hiyo kazi ya utumishi alikuwa anafahamu madhaifu yao. Amen. Lakini akakuacha wewe ambaye ni mtakatifu sana, akaenda akawachukua wao ambao ni walevi, akaenda akawachukua wao ambao wana matatizo yao, akakuacha wewe ambaye ni mtakatifu sana ambao uliona unafaa, akawachukua wao. Acha yeye aliyewapa hiyo kazi awahukumu mwenyewe. Amina. Unapoona kitu chochote kwa mtu wa Mungu ambacho kimekushinda, aidha upo kanisani kwake, unaweza ukaamua kubeba Biblia yako kimya kimya ukafanyaje? Ukaondoka. Lakini funga kitu kinaitwa kinywa chako. Amina. Tunaona watu wote waliojaribu kunyoosha vidole vya kujua watumishi wa Mungu waliuawa. Daudi alikuwa ni mpakwa mafuta na alikuwa nayo haki ya kumwangusha Sauli, lakini hakufanya kosa la kumgusa. Amen. Na yule aliyejaribu kumuua Sauli, bado Daudi hakumwacha salama, akammaliza. Amina. Kwa nini? Kwa sababu ni makosa makubwa kumhukumu mtumwa wa bwana wake. Yaani manake mimi nimeajiri mtu, alafu wewe unatoka huko unakuja kuanza kumhukumu kwa kosa alilofanya kazini kwangu, unakuwa una akili. Kwa yule aliyemwajiri kazi ndiye mwenye nafasi pekee ya kuweza kumhukumu na kumbadilisha na kumwambia hapo umekosea. Tuko pamoja? Amen. Kwa tunaona huyu alikuwa ni mfalme, akajidai na ufalme wake, akazaa maliza, ondoa huyo, amrisha jeshi, mkono wako ukanyauka pale pale. Sasa kuna wengine unaweza usinyauke mkono, uchumi ukanyauka. Unazunguka makanisa huku na kulu kidhani labda ukiwekea mikono utabadilisha maisha yako, ukashangaa maisha yabadiliki. Kumbe ni kwa sababu ya kufungua kinywa chako na kunyoosha vidole juu ya watumishi wa Mungu. Amina. Kwa kuna watu wengine unaweza ukakuta unatembea na hiyo laana, unaombewa hapo, unaombewa kule, lakini unashangaa vitu vinakataa kwa sababu ya hiyo laana. Mungu akusamehe katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Amina. Sema amina. Amen. Mstari wa 5, madhabahu ikapasuka, majivu ya madhabahuni yakamwagika, sawa sawa na ishara aliyoitoa mtu wa Mungu kwa neno la Bwana. Mfalme akajibu akamwambia yule mtu wa Mungu, umsi sasa Bwana Mungu wako ukaniombee ili nirudishiwe mkono wangu tena. Yule mtu wa Mungu akamwomba Bwana, mkono wa mfalme ukarudishwa tena. Amina. Ningekuwa mimi siombi. Haleluya. Amen. Ukawa kama ulivyokuwa kwanza. Mfalme akamwambia mtu wa Mungu, karibu nyumbani kwangu ujiburudishe, nami nitakupa thawabu. Mtu wa Mungu akamwambia mfalme, ujaponipa nusu ya nyumba yako, sitoingia pamoja nawe, wala sitakula chakula, wala sitokunywa maji mahali hapa, maana ndivyo nilivyoagizwa kwa neno la Bwana. Naomba kama Biblia ni ya kwako, pigia huo mstari, ndivyo nilivyoagizwa kwa neno la Bwana. Kama Bible ni ya kwako, ujaazima, pigia mstari.
Mstari wa 9. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema maana ndivyo nilivyoagizwa kwa neno la Bwana. Ndivyo nilivyoagizwa. Manake ni sauti ya Mungu alisikia kwamba haruhusiwi kula wala kunywa, kusema usile chakula chochote wala usinywe maji wala usirudi kwa njia ile uliyoijia. Haya ni maagizo Mungu anampa nabii wake. Tuendelee. Basi akaenda zake kwa njia nyingine, wala kurudi kwa njia ile aliyoijia Betheli. Basi nabii mmoja mzee alikuwa akikaa katika Betheli, na wanawe wakamwendea wakamwambia kila neno alilolitenda yule mtu wa Mungu siku ile katika Betheli, na maneno aliyowaambia mfalme. Hayo nayo walimwambia baba yao nabii mzee. Baba yao akawaambia, amekwenda zake kwa njia ipi? Kwa maana wanawe walikuwa wameiona njia ile aliyoiendea yule mtu wa Mungu aliyetoka katika Yuda. Akawaambia wanawe, nitandikieni punda. Wakamtandikia punda, naye akampanda. Akamfuata mtu wa Mungu, akamkuta ameketi chini ya mwaroni. Akamwambia, je, wewe ndiwe yule mtu wa Mungu aliyetoka katika Yuda? Akamwambia, mimi ndiye. Akamwambia, karibu kwangu nyumbani ule chakula. Naye akamwambia, siwezi kurudi pamoja nawe wala kuingia pamoja nawe, wala sili chakula wala sinywi maji pamoja nawe hapa. Kwani nimeambiwa kwa neno la Bwana, usile chakula wala usinywe maji huko, wala usirudi kwa njia ile uliyoijia. Akamwambia, mimi nami ni nabii kama wewe. Amen. Haleluya. Amen. Na malaika akaniambia kwa neno la Bwana kusema, mrudishe pamoja nawe nyumbani kwako, ale chakula akanywe maji. Lakini alisema uongo. Alitumia jina la Mungu, lakini huko anasema uongo. Huyu ni nabii ambaye tayari alikuwa alishampoteza Mungu. Amen. Sasa akiona watu wengine ambao wana Mungu anawaonea wivu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na tunao mpaka sasa. Wakisikia unafanya kitu chochote wanasema Freemason, wanasema ile kanisa wanafunga watu, si vitu gani na mambo mengine kama hayo. Hao ni watu ambao walishampoteza Mungu. Sasa wakiona wengine wanaye, wanatamani waharibie na wao. Amen. Huyu ni nabii alikuwa kwenye mpango wa kumharibia nabii mwenzake. Amen. Anasema hata walipokuwa wameketi mezani, neno la Bwana likamwijia nabii yule aliyemrudisha, akamlilia yule mtu wa Mungu aliyetoka katika Yuda akinena, Bwana asema hivi, kwa sababu umeiasi kauli ya Bwana, wala ukishika amri aliyokuamuru Bwana Mungu wako, bali umerudi ukala chakula ukanywa maji, hapo alipokuambia usile chakula wala usinywe maji, maiti yako haitoliingia kaburi la baba zako. Basi ikawa alipokwisha kula chakula na kunywa maji, yule nabii aliyemrudisha akamtandikia punda. Ukiendelea hapo mbele, aliendelea na safari. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Aliendelea na safari na akaenda, mambo yakamharibikia. Nyosha mkono wako mmoja juu. Sema, Bwana Yesu nisaidie. Bwana Yesu nisaidie. Sema tena, Bwana Yesu nisaidie. Bwana Yesu nisaidie. Jambo la kwanza linaloua watu, wanashindwa kusonga mbele kwenye maisha yao. Namba moja ni kuwa na vyanzo vingi vya sauti. Amina. Kuwa na vyanzo vingi vya sauti. Kusikia. Kuwa na vyanzo vingi vya kusikia, vya sauti. Kwa sababu ili uende mbele lazima iwepo sauti inayokuambia uende mbele. Kuwepo na vyanzo vingi. Huyu nabii anafahamu kabisa aliyemwagiza ni Mungu. Alafu anaenda kwa nabii mwingine, anapokea sauti ya nabii na ni nabii, anaambia na mimi ni nabii, Mungu ameniambia ukale. Kwa sababu ya kujaribu kusikia vyanzo tofauti vya sauti, akawa amepotezwa. Hata Waswahili wanasema miruzi mingi umpoteza mbwa. Na hii imekuwa sehemu mojawapo ya kuwafanya watu wasifanye maisha yao kwenda mbele. Mtu anataka kufanya biashara, anataka aulize confirmation kwa ndugu zake, kwa marafiki zake ambao hata hawana biashara wanayoifanya. Hivyo unaendea rafiki yako ambaye hana biashara, alafu umepata mtaji, alafu unamwomba ushauri juu ya biashara unataka kuifanya, unatarajia nini? Yaani ndani yako tayari umeshasikia ufanye biashara na mtaji umepata,
Halafu unaanza tafuta ushauri kwa marafiki na kwa ndugu ambao hawana biashara au wanafanya biashara kama hiyo ya kwako, lakini bado wako chini, ama hata kama wako juu, kwa sababu wanafahamu kabisa wewe unakuja kushindana nao kwenye soko. Halafu unatafuta ushauri kutoka kwao, na huku tayari ulishasikia ndani Mungu anakuambia chukua hatua, nenda kafanya biashara. Hiyo imewaharibu wengi, imewafanya wasisonge mbele. Unamaliza kutabiriwa hapa na aposto, anakuambia kwamba Mungu anaenda kukupa kazi, kwa mfano. Halafu unaenda kwa nabii mwingine anakuambia wewe ulivorogwa hivi huwezi kupata kazi, inabidi uende ukafanya mambo mengine, kwa sababu ya kutafuta vyanzo tofauti tofauti vya sauti, vyanzo tofauti tofauti vya kudadisi, kusikia nini kinachoendelea. Amen. Imekwamisha watu wengi hata waendelee. Amina. Leo unatoka hapo unasikia, leo unatoka hapo umemwagiwa mafuta ya upako, si maji ya upako. Ukienda unakutana na mtumishi kule ambaye hana huo ufunuo. Sisi hatuwatukanagi, wao ndio wanatukana. Unaweza ukawa una huo ufunuo lakini mwenzio anao. Unatoka hapo umemaliza miminiwa mafuta, unaenda unaanza kusikiliza mtumishi mwingine anakuambia wote wanaotumia mafuta ya upako, yale mafuta ni mafuta ya watoto. Na unakumbuka umepakwa. Kumbe nilipakwa mafuta ya watoto. Unaanza kupata shida na mapepo yanaanza kusumbua. Mapepo yanapoanza kusumbua, unaanza kuliona lile neno la mtu mwingine wa Mungu uliolisikia, unaanza kuona ni kweli. Kwa sababu mbona naanza kusikia kichwa kinaniuma na kilikuwa kiniumi baada ya kuwa nimepakwa nini? Mafuta. Sio kweli kwamba hayo mafuta ndio yamesababisha kichwa kiume. Ni kwa sababu ya kujaribu kutafuta kusikiliza vyanzo tofauti vya nini? Vya sauti. Unakuta hichi unachosikia kinapingana na hichi. Hichi kinapingana na hichi. Hichi kiko kinyume na hichi. Ukitoka hapa kumsikiliza aposto, ukifika nyumbani unamsikiliza mchungaji mwingine. Alafu unakuta mimi nilichotoka kuhubiria huku, yeye anakuja anakuwa kinyume nacho. Sasa pale unakaa unavurugwa. Unasema nifuate lipi, niache lipi? Niache lipi? Haleluya. Amina. Kuna watu Mungu ameshawasemesha ndani ya mioyo yenu kuchukua hatua katika kile mnachotaka kufanya. Ila tatizo unapenda sana ushauri kwa watu ambao hata hawana muda na wewe. Amina. Unapenda sana ushauri kwa watu hata ambao hawana manufaa yoyote na wewe. Ninataka nikuombee leo. Amen. Chochote unachokisikia ndani yako, Amen, Mungu akupe nguvu ya kuchukua hatua katika jina la Yesu. Amen.